Kuna wengi wamekuwa wakiniuliza ni waeleze ni kitu gani ambacho kimetokea katika familia hiyo ambayo tunajaribu kuisaidia. Brief history. Just a brief history. Kuna wakati nilipita maeneo yale katika shughuli zangu tu. Then nilipokuwa nikienda nikaona mtoto kama wa miaka 10 hivi ako kando ya barabara, alafu akanisimamisha. Mimi nilipoangalia nikaona ni kama nimeona tu mtoto wangu, maana size hiyo. Niliposimama akaniambia, "Uncle, mama anasema chochote uko nacho utusaidie nacho, maana hatujala kwa siku 3. Hata wewe vile umeshangaa hivyo ndio mimi nilishangaa. Siku 3. Na kweli nikiangalia yule mtoto anaongea akitetemeka, na si kutetemeka kule kwa uoga, hapana. Ni kutetemeka kule kwa njaa, yani ako na njaa nyingi. Nikashikwa na huruma sana. Nikaenda nikamwambia okay, naja nyumbani. Nyumbani ni wapi? Kaniambia nyumbani ni pale. Lakini nikiangalia wapendwa, sikuona nyumba. Lakini ameniambia nyumbani ni pale, ila nyumba sioni. Nikaona kuna wamama wengine walikuwa kando ya barabara walikuwa wanapalilia mahindi. Nikaenda nikawauliza hivi, nikawaamkia vizuri. Ndio nikawauliza, yule mtoto mnamfahamu? Hawakuniambia kama wanamfahamu. Kitu walichoniuliza, amekuambia nini? Nikawaambia ameniambia mama yao amesema chochote niko nacho niwasaidie, hawajala kwa siku 3. Na mimi sijataka kuwapa pesa, ndio maana nimetaka nijue kutoka kwenu. Wale wa mama wakaniambia, kama amekuambia hivyo, tafadhali usikose kwenda kwa hiyo boma. Kauliza, ni wapi mnaniambia nyumbani? Kaniambia pale pale. Sioni nyumba. Sasa nikashindwa ni wapi. Mimi nikaenda nikafika. Nilipofika, yule mtoto aliyeniita nikamwona ana furaha, lakini ni mnyonge. Ana furaha, nimeenda nyumbani, lakini ni mnyonge. Na wengine walikuwa pale wameketi tu, wana furaha, wanakuja kuniamkia. Hata mama amekuja kuniamkia, lakini ukiangalia kweli hawa watu si kujifanya wanajifanya, hawajala chochote. Na piana hii kwa sababu ya yule labda ameuliza kwa nini niko passionate na hii familia. Nikiwa pale ndio nikauliza mama, ni kweli huyo mtoto alichoniambia ni kweli? Akaniambia ndivyo, alikuambia kweli. Wapendwa, kiasi kile ambacho nilikuwa nacho kwa mfuko sikutaka kuangalia ni ngapi. Nilitoa mara moja. Tukaenda tukatafuta unga, tukatafuta mboga, mafuta hivi kidogo kidogo, wakapika wakala. Nikatoka pale nikiwa na huzuni, lakini pia nikiwa na furaha, kwa sababu nawaangalia vile walivyo, at least leo wamepata chakula. Na nakuambia walipomaliza kula chakula, watoto walichangamka. Watoto walichangamka mpaka hata mimi nikasikia machozi. Lakini sasa nikiwa pale nikauliza ule mama, na mnaishi wapi? Kaniambia hapa ndio tunaishi. Nikamuuliza, hii nyumba hichi kibanda? Kaniambia hiyo ndio nyumba yetu. Akaniambia unaweza hata enda kuangalia. Nilichokipata pale kilikuwa kitu cha huzuni. Yaani wamechukua vijiti, miti tu, wakachimbia chini, wakakifanya kitanda. Alafu mama amechukua mkeka ule wanashona ule mkeka wa majamvi ule, ndio wameekelea pale. Mama analala pale na watoto wale wadogo wawili. Lakini hawa wengine wakubwa wanalala chini kwa mkeka ambao tena umeraruka chini kabisa. Na ukumbuke hakuna mlango. Hakuna mlango. Na ukiangalia dari juu, kama wale ambao umeangalia kwa ile video ya kwanza, ukiangalia kwa dari juu, yani ni yale makuti ambayo yaliezekwa kitambo wakati mume wake alikuwa bado yuko hai, lakini alilala.
wakati iliezekwa, yale makuti yameoza. Sasa kukinyesha inabidi wahame waende kwa jirani, maana mvua inakuwa ni nyingi, inaonyesha pale ndani inakuwa ni hatari sana. Sasa kukinyesha tu, bora kumeanza kunyesha, wanahama wanaenda kwa jirani. Wapendwa, ni huzuni. Lakini pia ukiangalia maneno ya Yesu, watu kama wanahitaji injili. Lakini je, injili watafikiwa wakiwa na njaa? Injili watafikiwa wakiwa hawana mahali pa kulala? Injili itawafikia wakiwa katika namna kama ile? Maana muda kwa muda mimi nikipata chochote huwa nakisambaza, kinaenda. Wewe mpendwa, kuna wakati ambapo unaweza sema wacha mtumishi wa Mungu nimubariki na hii kwa ajili ya kazi ya huduma. Ni confession pia naweza kuwa naweka. Wakati unanisaidia na kile kidogo, mara nyingi hukigawa. Maana si hii peke yake. Kumbuka kuna ile nyingine ambayo tulifanyia mwaka uliopita, mwaka juzi. Sehemu kule ambao tulijenga, wale ambao mnafuatilia, mkiangalia kwa YouTube End Time Blood Cry TV, na hata kwa hii Facebook nafikiri pia utaweza ukapata hiyo video kitambo kidogo 2024. Pia bado anahitaji. Lakini wale tulishajenga nyumba kamilika, nyumba ya mabati 20 na nyumba nzuri, iko na room 2. Wanaishi vizuri saa hii, lakini changamoto ya pale chakula nini kidogo ndio inakuwa mtihani. Nikipata kidogo huwa na kigawa. Kwa hivyo kile ambacho huwa unanitumia kidogo cha kusaidia kwa kazi ya Mungu, mimi ukigawa. Kimeenda kule, kingine kinaenda skuli, na watu wa Mungu wanakuwa vizuri. Mimi ninawasihi wapendwa, maana najua mnampenda Mungu na mnapenda kazi yake. Huu mradi ambao tumeanza, nashukuru kwa wale ambao wamesikia mwito wa kufanya kazi ya Bwana. Kufikia sasa tunapozungumza, takriban ya fedha ambazo nimeweza kuzipokea, na hizi zote ninapozipokea zinaenda kwa ajili ya kujenga nyumba ambayo tumeangalia. Jumla ya pesa ambazo niko nazo, ambazo zimetoka kwa watumishi kama wewe ambao unanitazama, ambao wameguswa, takriban ya pesa niko nazo ni 10,892. Hiyo ndio pesa ambazo niko nazo, ambazo hatuwezi zikajenga, maana hiyo ni kama mabati 10 na tunahitaji mabati 16. Kwa hivyo tunaweza sema tumebakisha mabati 6. Ukitoka mabati 6 kuna misumari, maana miti kuna mahali ndiongea na huyo mama akasema kuna mahali ambapo anaweza akabangaiza akapata miti. Kwa hiyo miti hatuko pale. Kwa hivyo ni mabati yakipatikana, misumari na zile kamba za kufungia. Hii pesa nyingine ambayo imebakia itafanya kazi kama hiyo. Kwa hiyo already tuko na mabati 10 na la 11 karibu ilibakia shilingi 200 itakamilika bati la 11. Kwa hivyo kwa hususan tumebakisha mabati 6. Wacha tuweke 7. Kwa sababu kuna mambo mengine yanayotokea 7 kwa sababu ya mlango ule tutatengeneza kama ile ya kwanza, tunapiga mbao juu na kando, alafu bati linakuwa katikati. Ni mlango uko strong sana. Kwa hiyo tuseme ni mabati 7 ambayo yamebakia, na misumari iko pale, na pesa ya fundi, maana obvious fundi lazima atatumika. Lakini hata mimi mwenyewe zikikamilika, maana pale ni mbali kidogo, zikikamilika zile fedha nikizipata zote, tunakadiria kama 20,000 ama 25,000 ile tutapata, itakuwa vizuri. Mimi mwenyewe nitapiga kambi pale kuhakikisha nyumba imetoka chini imekamilika, na usikue na wasiwasi, kila kitu nitakuwa ninakuupdate. Tukinunua chochote, sasa hatuwezi nunua maana niko mbali. Tukinunua chochote, receipt nitakuwa naziweka, mnaziona zenyewe na kazi vile inavyoenda. Mpendwa, usichoke kwa ajili ya kazi ya Bwana. Kile utakachokipata tuunganishe, tuhakikishe kwamba hii familia inafurahia. Unaona itakuwa ni furaha ya aina gani mama huyu atakapokuwa anapiga magoti akimshukuru Mungu. Wewe uliotoa 1,000 yako, uliotoa 5,000 yako, uliotoa 800, uliotoa 300, hata 200,
Mungu atakubariki sana. Mungu atakubariki. Wapendwa, Mungu atakubariki. Tushikane mkono na tuweze kuhakikisha nyumba hii imeweza kukamilika. Bwana wabariki sana na muwe na wakati mwema.